Hii ni stori ya watu wazima. Wawe Suzi, umelala mpaka saizi hivi? Mimi nani ataniwekea maji ya kuoga? Ni sauti ya mama mkwe akiwa ananiita mimi saa 12 kamili asubuhi. Yaani mwanawe katoka kunipinda muda si mrefu, kaenda kazini. Najipumzisha kidogo, yeye ndo ananiita kwa ukali huu. Nilinyanyuka kitandani na kwenda kumwekea maji yeye ya kuoga, huku moyoni nasema, akirudi mume wangu nitamwambia akatafute chumba ame hapa kwao. Haya sasa mateso, yaani mimi nimwekee maji ya kuoga mama yake. Sasa hii ni ndoa au utumwa? Mama mkwe alivyo mshenzi, akitoka kuoga atoi ndoo chooni, yaani nikatoe mimi. Ananikera kweli kweli, alafu muda wote yeye ni mtu wa kununa na kunituma kama mfanyakazi wake. Ila baba mkwe ana mambo mengi, akienda kuoga anajiwekea mwenyewe maji na anaenda zake kazini kwake. Mimi nilipojaribu kumwambia mume wangu usiku tuame kwao, majibu alionipa, Suzi, mke wangu, unataka kunitenganisha na wazazi wangu kwa sababu gani? Mimi nimezaliwa hapa, siondoki hapa mpaka niwe na kwangu. Hilo wazo lako nitoke kwenye bure nikapange, liondoe kichwani kwako. Hapo nikaona kabisa nikubaliane, tuna hali ya maisha ya hapa ndani na mimi kuwa mtumwa wa mama mkwe, kwa sababu huyu mume wangu naona ana dalili ya kujenga leo wala kesho. Jamani, naishi Dar es Salaam, sehemu moja inaitwa Temeke Mwisho. Sasa siku moja mama mkwe akanambia nimsindikize Tandika sokoni, na mimi namtii mama mkwe, nikamsindikiza na akafanya mahitaji yake vizuri. Sasa akanipeleka saluni nikasuke, yeye anaenda kwenye mizunguko yake. Hapo saluni ndiyo paliponibadilisha akili yangu mimi. Kuna dada mmoja alikuwa anaishi ukweni na mama yake mkwe anamnyanyasa, na yeye kaja kusuka, akaomba ushauri kwa msusi. Sasa msusi anatoa ushauri, yaani akaanza kusema, wewe Suzi, usiwe mjinga. Mama kama hao dawa yao kutembea na baba mkweo ili umkomeshe. Alafu unamwambia baba mkweo muonye mkeo, mimi sitaki kusumbuliwa. Na kuambia ukimpa penzi shata mkweo huyo, mama mkweo atapewa mpaka pigoyo. Mimi nakwambia ukweli, kuna mama yako wengine chenga. Sasa unatakiwa na wewe uwe chenga mara mbili yake, kwani mkweo baba yako mzazi yule. Ukisema ukimpa kibompoli dhambi, mpe mkweo one kama mama mkwe atakupelekesha. Mimi moyoni nasema, nitalifanyia kazi hili. Kumbe dawa ya kuweka maawa ni kutembea na waume zao. Mimi nitajichatuha, nitampa baba mkwe kibompoli, potele mbali mateso yanitoke. Msusi anasema, tena ukimpa mkweo unajiachia tu. Hata ukipata mimba mtoto kafanana na babu yake, aina noma hiyo. Mbaya akifanana na jirani. Wewe nakwambia mpe baba yako mkwe mkato wa chumba huo, utakuja kunishukuru. Yule dada akasema, tena baba mkwe mwenyewe anapenda pombe. Acha nitamtega, nitampa yeye. Mama mkwe si ananinyanyasa mimi, ngoja nimwonyeshe show. Msusi akasema, tena nikwambie, kuna mama mkwe mmoja alikuwa anamwambia mwanawe mwache mkeo. Yule mke wa mwanawe alikuja kuomba ushauri hapa, nikamwambia mpe kibompoli babako mkwe, alafu mwambie amwache mkewe, yaani mamake mkwe aachwe. Alifanya hivyo, dawa ya moto ni moto. Si akaachwa kweli mamake mkwe? Sasa hivi anamtegemea huyo dada, heshima na adabu anayo. Sasa hivi huyo dada anachukua pesa kwa baba mkwewe, anamsaidia mamake mkwe, na kuambia dawa yao wawa wakwe maweo na wewe uwe mweo. Jamani, niliyabeba mazima yale maneno mimi na naenda kuyafanyia kazi. Sasa mama mkwe akaja akanichukua, tunarudi zetu nyumbani. Tunafika kama kawaida yake, ananitumikisha tu kama mfanyakazi. Mimi moyoni nishakuwa na yangu tayari, dawa yake nishaijua. Bahati mzuri kwangu mimi, mume wangu akasafiri kikazi wiki moja, na mama mkwe akajichanganya siku hiyo, akaenda Tandika peke yake. Nyumbani kaniacha na baba mkwe. Nikasema leo namtega baba mkwe aingie kwenye 18. Nikaenda kuoga na kanga moja tu. Alafu nilipotoka kuoga nikailowesha maji ile kanga, ikaninasia vizuri, inanionyesha umbo langu. Baba mkwe akaacha kusoma gazeti, akawa ananisoma mimi namba, yani ananiangalia kiwiziwizi nyuma yangu. Na mimi nikamstukia, huyu ananiangalia kiwiziwizi, nikajifanya mguu unaniwasha, nikainama kuukuna mguu wangu. Sasa baba mkwe akawa hoi, alipoona nimebongoa. Akaniambia, vipi, mbona unajikuna sana, umekanyaga nini?
Jamani, anasema huku ananifuata, naona kwenye suruali mpini umesimama, yani hapa nikajua tu baba mkwe akili imeshahama. Naona ana mpini mkubwa huyu kuliko mwanawe. Umejichora kwenye suruali vizuri sana. Sasa aliponisogelea nikajifanya na washwa matuta yangu, si nikawa na yakuna kwa kuyatanua. Baba mkwe uzalendo ukamshinda, akanishika matuta yangu mimi huku ananiambia, acha nikusaidie kuyakuna ya mwanangu, dawe acha tu. Nikamwambia, baba mkwe, nahisi kanga ndo inaniwasha, sijui niitoe. Baba mkwe akajiongeza akaitoa mwenyewe kanga, yani nikabaki mtupu. Baba mkwe ananiambia, mwanangu, iwe siri yako, nishazidi baba yako. Jamani, anasema huku anatoa mpini kwenye suruali yake. Yani usisahau kusubscribe, itaendelea sehemu ya pili.